Tabia ya Djigui Diarra pale Yanga imekuwa ikisemwa na watu wengi kwamba sio moja kati ya mtu ambaye anaonyesha kuwa na nidhamu, na mara kadhaa tumeshuhudia akipata adhabu hata zinazotokana na bodi ya ligi kutokana na matukio mbalimbali ambayo sio ya kinidhamu. Sio mara moja, sio mara mbili, tumeona akiwavamia na kuwafokea waamuzi, lakini baadaye pia tunaona leo hii ameenda kuonesha tabia ya tofauti mara baada ya kuonesha kuzila mchezo na kutoka nje na kuzila kwake kumeenda kuigharimu timu kupoteza pointi 3 muhimu. Je, Djigui Diarra ufalme wake ndani ya Yanga umekuwa mkubwa kiasi kwamba yeye ndiye Yanga na Yanga ndiyo yeye, au tunajifunza nini kutokana na kile ambacho kimefanywa na Djigui Diarra katika siku ya leo mara baada ya kuzila kuendelea na mchezo kwa sababu ya makosa ambayo yamefanywa katika mchezo? Kuna msemo wa Waswahili wanasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Diarra ni kipa mzuri, lakini pia ana jina kubwa. Lile jina kuna muda linamfanya awe na tuseme aote mapembe, ajisahau kwamba ni mchezaji na kuna uongozi wa klabu ya Yanga. Si kwa mara ya kwanza. Mchezo wa Mtibwa dhidi ya Yanga aliwahi kuonyesha dole la kati. Nadhani ilikuwa ni kwa muamuzi. Lakini baada ya pale alionyesha pia reaction za kuwafokea waamuzi na muda mwingine hata kwa wachezaji wenzake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mzuri, lakini pia ni mchezaji ambaye anatakiwa akalishwe chini kisaikolojia, ikiwezekana pia hata uongozi wa timu ukae naye ili kujua ana mapungufu yapi kama mchezaji mzuri. Lakini nitakukumbusha wakati Djigui Diarra anaonesha dole la kati kwa waandishi wa habari na mashabiki, watu wa Yanga walitokeza kifua mbele wakiongozwa na baadhi ya viongozi na baadhi ya wasemaji wao wakisema kwamba kuonesha dole la kati kwa mujibu wa tamaduni za nyumbani kwao Mali ni kama salamu tu na hata mara baada ya yeye kupigwa fine kutokana na lile, wao walisema watailipa. Sasa ni wakati wa kulipa na hii kula chuma hicho.